Mambo vipi, natumai huko sawa. Karibu katika channel yangu ya Tangaza Media, na huu ni muda wa story. Story inaenda kwa jina la Urithi wa Mama. Tuanze. Kulikuwa na kijana aitwaye Yusufu mwenye ndoto nyingi, lakini maisha magumu. Alilelewa na mama yake peke yake katika mtaa wa kawaida sana wa Tandale. Mama yake alikuwa kila kitu kwake: rafiki, mlezi na mwalimu wa maisha. Kila asubuhi kabla ya kwenda shule, mama yake alikuwa akimwambia, "Soma kwa bidii mwanangu. Siku moja itaibadilisha dunia yetu." Miaka ikasonga. Yusufu alifaulu kwa bidii na kupata nafasi ya kwenda chuo kikuu nje ya nchi. Siku ya kuondoka, mama yake alimkabidhi barua ndogo na kumwambia, "Usifungue mpaka upate kazi ya ndoto yako." Yusufu aliondoka kwa machozi akiwa amejaa matumaini. Nchini ugenini alisoma kwa bidii, akapata kazi, akafanya kazi, na hatimaye baada ya miaka 7 alipata kazi kubwa sana. Akaikumbuka barua ya mama yake. Aliifungua kwa mikono yote na inayotetemeka. Lakini kabla hajaisoma, simu yake iliita. "Pole sana," sauti ilisema. "Mama yako ameaga dunia saa moja iliyopita." Yusufu alitokwa na machozi. Barua ilimdondokea kutoka mikononi kwa huzuni kubwa na kwa maumivu makubwa. Akajikaza, akaichukua na kuisoma kwa sauti ya kilio. Barua ilisema maneno yafuatayo: "Mwanangu mpenzi, najua hutaweza kurudi mara kwa mara, lakini hata ukiwa mbali, moyo wangu upo na wewe. Najivunia wewe kila siku. Ikiwa sitakuwepo siku moja ukifanikiwa, ujue kuwa nilikupenda zaidi ya kila kitu duniani. Usijilaumu, niliishi kwa furaha sababu ya wewe." Yusufu aliinama chini akilia kimya kimya kwenye barua yenye maandishi ya mama yake. Barua ambayo hakuwahi kuisoma kwa wakati, na sasa hakuwahi kumwambia mama yake kwamba alifanikiwa. Hakuwahi kumwambia. Hivyo tunajifunza jambo moja katika maisha: tukumbuke sana wazazi. Asanteni sana na subscribe katika channel yangu.